Sports ilipata bora kabisa ambacho tunafikiria pia Jumanne na Jumatano. Leo ni siku ya UEFA Champions League. Tunakuletea mechi bora kabisa kati ya Bayern Munich na PSG. Ni kocha wako Jose Fontaine. Leo tuna ufunguzi mahiri kabisa kwa mwanzo hapa ambaye ni Afrika anawaletea rekodi mbalimbali katika hii mechi. Acha tupate kidogo maji. Tumerudi katika kipindi bora kabisa cha mchezo. Ni kwa rasmi na mshawasili hapa kuangazia katika mechi ya nusu fainali. Leo kuna mechi nusu fainali bora kabisa. Bayern Munich anawakaribisha PSG. Kama mlivyokaa kama amani kabisa. Fresh. Karibu Mr. Unflappable. Asante sana. Ndio. Na enjoy kwa hapa. Leo tunazungumzia UEFA Champions League. Ndio. Mechi kubwa, mechi ambayo watazamaji wetu wanatamani kusikia nini mchambuzi wao wanataka kuzungumza kuhusu mechi ya leo. Tuelekee mechi ya leo zaidi pale Bayern Munich. Tutegemee mechi ya namna gani? Itakuwa ni mechi nyingine ambayo ni mechi bora zaidi, na kama ambavyo tulishuhudia mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza iliisha goli 9 na unasema raha ya mechi bao kabisa. Unaelewa, yani mwenye B2 ashaelewa, sio lazima yeye. Kwa hiyo ni mchezo ambao Bayern Munich yupo nyumbani, Allianz Arena, eneo ambalo timu nyingi zimekuwa hazipati matokeo zikienda katika mchezo 29 ambao wamecheza pale. Wamepoteza mchezo mmoja tu, wakishinda michezo 25 na kama unavyojua wamepata sare katika michezo 3. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni kama kuingia jehanamu, kule unakutana na moto mzito na timu nyingi zimekuwa zikifeli. Lakini unapozungumza Paris Saint-Germain ni moja kati ya timu ambazo zimefanya vizuri kwa miaka ya karibuni. Na ukitaka kulifahamu hilo, angalia michezo 8 ya hatua ya mtoano kutoka msimu uliopita mpaka msimu huu. Paris Saint-Germain ameshinda katika hizo hatua, maana yake hajatolewa katika hatua ya mtoano. Kwa hiyo wana advantage ya goli moja mbele ya Bayern Munich baada ya kushinda kwa mabao 5-4, na wanaingia Allianz Arena wakiwa wanafahamu wanaenda katika tanuri la moto. Na kwa hiyo tutarajia ni mchezo mzuri, na uzuri ni kwamba makocha wawili hao wamekuwa na falsafa za kushambulia, attacking minded coaches, na wana kila kitu ambacho kinawafanya wajiamini. Safu zao za ushambuliaji nzuri, mabeki wao wako vizuri, viungo. Kwa hiyo naamini tutapata game nzuri. Taarifa ndio ilitoka hivi punde kwamba PSG wanaweza kumkosa Hakimi Ziyech. Ashraf. Vipi itakuwa na pengo kubwa zaidi? Pengo litakuwepo kwa sababu Ashraf Hakimi kwenye kumbukumbu za kawaida tu, ukitaja beki bora wa kulia duniani ulizani unaweza ukataja top 2 bila, na ikiwezekana hata top 1 ukaona mzungumza Ashraf Hakimi. Yeye ndio beki bora wa kulia duniani na amekuwa ni moja kati ya mhimili ya vile ambavyo PSG wanacheza. Timu inavyoshambulia kutumia mapana ya uwanja ambapo tunasema Paris imejaliwa mawinga wenye uwezo wa juu sana. Upande wa kulia wa PSG either utamkuta Ashraf Hakimi ana combine na Desire Duo, ama kama atacheza Bradley Bakola akatumika huko upande wa kulia, pia utaona moto wake ama Ousmane Dembele ambaye alikuwa anatumika kipindi kile kabla mwalimu Luis Enrique kuanza kumconvert kutoka winga mpaka striker for number 9. Kwa hiyo Hakimi uwezo wake mzuri wa kudrive mipira, unajua Hakimi ni moja kati ya ball carrier nzuri sana, uwezo wa kukokota mpira, lakini pia ile pace yake inafanya PSG hasa wachezaji wake ambao wanacheza maeneo ya pembeni. Hapo nimemzungumza Ousmane Dembele kama akitokea kule, ama Desire Duo kwenda kuoccupy maeneo ambayo tunasema ni pocket. Kuna maeneo muhimu sana katika uwanja ambayo huwa yanazalisha magoli mengi, tunasema katika half space, yani eneo kati ya beki wa kati na beki wa pembeni. Sasa yale maeneo ndo nakuta kama anacheza Hakimi upande wa pembeni, Desire Duo anasogea katika zile pocket, zone 14 ambao ni half space, eneo kati ya center back na beki wa pembeni. Sasa
ubora wa Hakimi upo katika namna mbili, namna ambavyo anapiga krosi zake, namna ambavyo anatumia pesi yake, lakini pia uwezo wake mzuri wa kufunga magoli. Kwa hiyo PSG watamisi hicho kwa sababu ana uwezo mzuri akiwa anashambulia, lakini eneo la kuzuia pia kuna credit kubwa ambayo Achraf Hakimi ana. Kwa hiyo sijajua mwalimu Luis Enrique atakuwa amepata tiba gani, kwa sababu nikiangalia substitution alizonazo ana Lucas Hernandez ambaye huyo ni left footed beki, lakini pia sijajua upande wa kulia kama ana tiba rasmi, anaweza kumtumia Lucas Berardo ambaye anaweza kutumika pia kama center back. Lakini wote hawamachi ile level ambayo yuko nayo Achraf Hakimi. Kwa hiyo unahisi kuna kitu atamisi, eneo la kufunga, eneo la kushambulia, lakini ile kasi yake anavyoenda na anavyorudi kitu kikubwa. Okay, mechi ya leo Vincent Kompany leo atakuwa anaongoza benchi la ufundi hapa. Unategemea leo kuna kitu cha ziada zaidi anaweza kuongeza tofauti na mechi ya kwanza? Mechi ya kwanza alikosekana Vincent Kompany kwenye touchline na majukumu yake amepewa benchi zina ufundi lilobaki sasa. Na unajua sauti ya kocha ni tofauti na watu wengine. Kocha mkuu huwa anaona vitu tofauti na wengine. Na yeye ndo kama amerejeshi. Kauli yake huwa inakuwa uzito katika masikio ya wachezaji. Kwa hiyo naamini kurejea kwake una impact kubwa, lakini pia ile vibe ya mashabiki wa Bavaria pale Allianz Arena inaweza ikawa na nafasi yake. Kwa hiyo mwalimu namna ambavyo ataandaa timu na uwepo wake katika touchline utaamua ni namna gani ambavyo Bayern Munich wanaweza wakapata matokeo mbele ya PSG. Fine. Safu ya ushambuliaji wa Bayern Munich waka sasa hivi kwa katika mashindano mbalimbali yote ambayo wameshiriki wamepachika mabao takriban kama 100. Ndio. Uone PSG wanaweza kupata wakati mgumu sana kuzuia leo mabiki wao na striker za Bayern Munich. Ni kweli PSG wana kazi ya kufanya, yaani ni kama kupewa kazi ya kupanda mlima Kilimanjaro kwa tumboa kabisa. Lile baridi utakayokutana nao sio mchezo. Kwa hiyo kukutana na safu ambayo wachezaji wake watatu wa mbele, yani Luis Diaz, Michael Olise pamoja na Harry Kane wamefunga magoli 101 ambayo ukifananisha na safu nyingine za ushambuliaji hasa ile BBC, yani Benzema, Bale na Cristiano ambao walifanya hivyo mwaka 2015-16 walifunga magoli 100. Manake wao wamevuka hatua moja zaidi. Manake wanakuonyesha ni timu ambayo iko serious, ina wachezaji ambao wanajua kutumia nafasi, wanatengenezana nafasi, lakini pia kuna combination nzuri baina yao. Ndio maana rejea katika mchezo wa kwanza wachezaji hao watatu kila mmoja alihusika na mabao. Harry Kane alifunga na akatoa pasi ya goli. Michael Olise tunafahamu alifunga mabao. Luis Diaz alifunga bao ambao lilipikwa pia na Harry Kane, bonge la pasi nyuma ya mgongo wa mabeki. Kwa hiyo inakupa picha hii ni safu hatari zaidi. Lakini pia ukiachana na takwimu za mashindano yote katika Champions League, Harry Kane amehusika na mabao 15. Amefunga mabao 13, ametoa pasi 2 za mabao. Mrejee pia Michael Olise amefunga mabao 5, ametoa pasi za magoli 6. Yaani hapa nazungumza double digit kwamba huku wamekuwa ni safu ambao wako katika uwiano unafanana. Ukiangalia pia Luis Diaz anafunga mabao 7 na kutoa pasi 3 za mabao. Kwa hiyo ukiangalia hawa wote wana 10 plus goals. Harry Kane 15, Michael Olise goli 11, lakini Luis Diaz goli 10, kwa sababu unaweza ukapata picha. Hii ni safu hatari katika Champions League. Lakini angalizo ni kwamba tukiwa tunaizungumza Bayern Munich na safu hatari, itazama Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain naona pale katikati kuna mtu kama Vitinha. Unaona kabisa mechi ya leo anaweza kutawala pale dimba la katikati. Vitinha ana nafasi, lakini huu ni mchezo ambao ni timu mbili ambazo zilituonyesha katika game ya kwanza, game approach zao hakuna ambaye alikuwa anataka hasa PSG ilikuwa ni timu ambayo haihitaji kucontrol mchezo. Walikuwa wameingia kwa ajili ya kuchukua moment za mchezo. Unaposema hawataki kucontrol, kuna ile total domination. Ni timu inachukua possession muda wote, wanamiliki wa mpira, wana press kuanzia juu muda wote, wanachukua mali na kukaa nayo.
hiyo kitu hatukukiona kwa PSG ambayo kwa msimu uliopita tulikuwa tunaona wanafanya hivyo. Game nzima wanachukua, wanapigana pasi fupi fupi, mpinzani anateka. Lakini katika mechi ya kwanza tuliona ni timu mbili ambazo zinacheza falsafa za kufanana. Wote walikuwa wanacheza man to man. Wachezaji wale wanne wa juu wa PSG ulikuwa unawaona wanacheza wakiwa wanaenda kushambulia, kufanya pressing, ulikuwa na mfumo wa 4-2-4. Yaani Desire Duo, Ousmane Dembele, lakini vile vile alikuwa ameanza Vicha Kvaratskhelia pamoja na huyu kwanza Bakola. Alitokea Sabu. Kwa hiyo wachezaji wale wanne walikuwa na press ile eneo la juu la Bayern Munich, yani walikuwa wanaanza na Dayot Upamecano, walikuwa wanaanza na Stanisic, walikuwa wanaanza na Alphonso Davies, wakiwa pin wale walikuwa wanajua kama watakosa option ya pasi maana yake watapiga mipira mirefu, kwa sababu ukizuia wale maana yake unazuia huduma kwenda kwa Joshua Kimmich pamoja na Pavlovic, maana yake Feuerban inapotea. Lakini tofauti ilikuja kuletwa na namna ambavyo unajua unapofanya pressing ya juu ya man to man, kinachoweza kuleta utofautisha timu moja na nyingine ni technical ability, uwezo wa ufundi wa mchezaji mmoja na mwingine. Timu ikipoteza mpira ni rahisi sana kufikiwa, kwa sababu pressing ya juu au ya man to man inaacha space kubwa baina ya katika timu. Ndio maana ulikuwa unaona magoli yanayotokea ni either uwezo binafsi, mtu kawini kaamua kushoot, au zinapigwa pasi mbili wamemfikia golikipa, kwa sababu timu zote zilikuwa zinacheza falsafa moja. Na ukimess up hata kwa sekunde moja timu yako inakuwa imefikiwa, na ndio maana imewekwa rekodi kwamba PSG ndio timu ya kwanza katika historia ya Champions League kupiga mashuti 5 on target na yote yakawa magoli. Sasa inakuonyesha level ya ufundi ya PSG ilikuwa juu, licha ya kwamba wao hawakuwa na control game kama Bayern Munich, ila zile moment chache walizozipata walitumia uhatari wa wachezaji wao na kuweza kuscore magoli. Kwa hiyo sitarajii sana kuona vitu vingi kwa Vitinha, kwa sababu nategemea watacheza style ile ile. Sasa wini mpira na kutumia counter attack, kwa sababu wanajua silaha hizo wanazo. Vicha Kvaratskhelia, Desire Duo, Ousmane Dembele, hawa ni watu hatari sana kwenye counter attack. Lakini kwa Bayern Munich nategemea total domination, wakitaka kuwin possession na kutawala dimba, kwa sababu wao ndio wapo nyumbani na wana kila sababu ya kumsearch mpinzani mpaka waonyeshe alipoficha magoli yao. Luis Enrique leo anaweza kaingia kwa mfumo wake wa mechi ya kwanza na kusubiri na kushambulia kwa counter attack tucheze, au leo anategemea atakuwa na approach gani ya mechi leo? Counter attack ndio kitu pekee ambacho nakiona kwa PSG. Sitegemea watacheza mpira wa kuvutia, kwa maana ya kukaa na mali muda mwingi. Nategemea watakuwa wanafanya counter attack wakitumia ile pressing yao, wakishawini mpira watafanya counter attack, kwa sababu silaha hizo wanazo na ni kitu ambacho wamekuwa wakifaidika nacho. Lakini watakachomisi leo ni kukosekana kwa Achraf Hakimi, ambaye katika counter attack alikuwa anamruhusu sana Duo Desire Duo kuingia ndani na kuongeza namba katika box la wapinzani. Yaani kwenye box unaweza kukuta watu wanne, yani Desire Duo, Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, maybe na Nuno Mendes au Joao Neves. Kwa hiyo natarajia kuona approach ambayo inafanana kutoka kwa Luis Enrique, na sitarajia kipaki kabisa basi. Kwa sababu sio style ya makocha wa Hispania, lakini pia sio muumini sana kupaki basi. Okay. Kama yako leo unatarajia leo nani anaweza akasonga kwenda finali? Natarajia timu ambayo itatumia nafasi kwenda katika finali, kwa sababu ukitazama katika rekodi Bayern Munich wamecheza finali 11. Kwa kihistoria bado wao ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa wa mashindano hata katika hatua hizi za mwisho. Lakini pia historia inawabana, kwa sababu katika michezo 12 ambayo wamewahi kutanguliwa kwa bao moja katika mechi ya kwanza, katika mechi ambazo